Haleluya, shalom shalom. Ninakusalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo kila jina. Ni majira mengine tena ambayo Mungu amenipa kibali na neema kuja mbele zako majira haya na wakati huu kwa ajili ya kuletea ujumbe huu. Ninakuja kwako wewe mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alikuita tangu siku alipokuita, uliposikia sauti yake, ulipokuwa shambani, ulipokuwa mjini, ulipokuwa vijijini, ulipokuwa mahali fulani ukasikia sauti yake kuletea wito kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia ya kusikia, kwa njia ya kuambiwa, kwa njia ya kusimuliwa na wengine pia, na kuitikia ule wito ukausikia ndani yako. Nimekuja kwako ni kuletea ujumbe huu mzuri ambao Roho Mtakatifu anataka kukumbusha wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye umepakwa mafuta kwa ajili ya wakati huu ambao unaishi sasa, wakati huu ambao upo, kwa ajili ya mahali popote ulipo ulimwenguni, popote ulipo katika taifa lako, katika lugha, katika kabila. Najua Mungu amekuita kila mahali ulipo, unamtumikia Mungu kwa kila taifa na ukabila na kila rangi. Upo mahali popote Mungu anaita. Mungu amekuita ukiwa umesoma, ukiwa hujasoma. Mungu amekuita haujui kusoma hata a e i o u. Haujui kusoma a b c d. Haujui kusoma. Haujui kabisa mambo ya kuhesabu. Lakini inawezekana Mungu amekuita katika wito mkuu ambao ni wa kikuhani, ambao uweze kusimama na kumtumikia yeye. Na Roho Mtakatifu anataka kuzungumza na wewe wakati huu. Na mambo ambayo Mungu ameanza kunisukuma sana kuambia. Ninajua wengi mtaweza msifurahie sana, wengi hamtaweza kubaliana, lakini nataka nikwambie, ukiwa Mungu amekuita kama alivyomuita Mtume Paulo katika wito mkuu, na alipomuita na kumtuma kuifanya kazi, nataka nikwambie kwanza, mpendwa msikilizaji wangu, Mungu anaita, na kama Mungu alikuita, amekuita kwa kusudi moja kubwa maalum sana, na hilo kusudi ni wewe, ili kusimama na hilo kusudi la Bwana. Bwana anataka kutumia wewe kwa hekima na maarifa, lakini anataka kutumie kwa maongozi yake mwenyewe, si kwa hekima zako kibinafsi, bali anataka kutumie kwa hekima ya Roho wake Mtakatifu. Maana Mungu ni Roho, na wote wanaomwabudu wamepaswa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Nazungumza hapa ni wako Pastor Maliti Ushuhuda au Pastor Leonard Dionisi. Nazungumza mbele yako sahihi. Nimekuja hapa nikuletea ujumbe huu ni leo, siku ya Ijumaa, mwezi wa 5 2025. Ni siku ya tarehe 23. Tarehe 23 mwezi wa 5 2025. Ninatamka hii tarehe na siku ya leo ni Ijumaa, ili ushike hivi vitu na uweke maanani kwamba ninapoleta ujumbe huu ni ujumbe kwa ajili ya vizazi vyote ambavyo vinasimama katika ulimwengu kumtumikia Mungu. Na nataka nikuonyeshe tu kusudi la Mungu ambayo Roho Mtakatifu amekuwa akinisukuma niweze kukuambia wewe ambaye upo mahali popote ulimwenguni. Sina gari, sina ndege, ningeweza kuzunguka labda na kupazia sauti, lakini kwa sababu uko mtandao huu wa kijamii, tukiutumia vizuri utafikisha salamu hizi vizuri, utafikisha ujumbe wa kimungu vizuri, na tukiutumia vibaya utafikisha yaliyo mabaya. Lakini niko hapa kwa ajili ya kuleta ujumbe ambao Roho wa Bwana ananipa wakati na tafakari na kumuomba Mungu, wakati namlilia na kutafuta na kulia mbele za Bwana. Bwana ananiambia, "Embu zungumza na watu hawa, watumishi wangu ambao niliwaita, ambao niliwapaka mafuta, na wengi wana elimu, wameingia vyuo, na wengi wamesikia, na wengi hawajui hata kusoma a e i o u, lakini kwa kuwa nimewaita niwatumie, nahitaji kuzungumza nao sasa." Kia Roho Mtakatifu ananipa kwa ajili yako leo. Tumekuwa na hali tumejisahau, watumishi wa Mungu tumejisahau na kuingia, wengi tumejisahau, na wengi tunaweza kuwa tunajikumbuka. Tunakumbuka nini kusudi la mpango wa Mungu kutuchagua na kutuita? Kwanza, kusudi la kwanza, mtu ulioitwa na Mungu kama mtumishi unaitwa mchungaji, kuhani, askofu, mwalimu, mwinjilisti, nabii, mtume. Hivyo vyote ninavisema. Niseme kwamba umeitwa kama nabii, mtumishi, ni mtume, mchungaji, mwalimu, askofu, mchungaji. Hivyo nimezungumzia tu hivyo kwa ukubwa, kwa upana, ili kuonyesha kwamba inawezekana umeitwa kama mwalimu, umeitwa kama nabii, umeitwa kama mtume, umeitwa kama mchungaji, umeitwa kama mwinjilisti. Hivi vitu ni vya msingi sana kuvitambua leo na kuvisimamia. Wito ulioitwa wito wa kichungaji ni wito mkuu ambao Mungu anataka kutumia wewe kama vile kiini. Kwanza nianze kwa mfano huu. Mungu amekuita wewe kama kiini mahali popote ulipo duniani. Mahali popote ulipo duniani, kwenye taifa la kwako, kwenye kijiji cha kwako, kwenye mji wa kwako,
mahali popote alipokuita, Mungu wa mbinguni alipokuita na ukasikia amekuitia wito mkuu na aliyoweka ndani mwake kwa ajili ya kuhubiri siri za ufalme wake, amekuita kama kiini ndani ya mti, kiini ndani ya mti, mahali alipokuita, mahali alipokuweka, mahali alipokuita, mahali alipokuweka. Amekuita kwa kusudi moja tu la kusimama na kutekeleza kazi ya ufalme wake. Kazi ya ufalme wake utatekeleza kwa namna gani? Kazi kubwa sana ambayo tunaitiwa zaidi ni ile kazi ya kutangaza habari njema na ile kazi ya kuomba. Kuomba ni msingi mkubwa wa kila kitu ambacho kinatangulia katika maisha yetu, katika mazingira yetu tunayokaa. Ikiwa ni mchungaji, ikiwa ni mtume, ikiwa ni nabii, ikiwa ni mwalimu, ikiwa ni mwinjilisti, pasipo na maombi, pasipo kwa mtu wa maombi zaidi na kutanguliza maombi na hekima ya Roho Mtakatifu anayekupa, lazima utafanya vitu vya ajabu. Kwa nini? Niseme tu hivi kwamba watu wengi tumesahau msingi mkuu wa Yesu aliyeuacha, na Mtume Paulo anazungumza. Yesu anazungumza kwa kinywa cha Mathayo, katika Mathayo sura ya 7 na mstari wa 7. Anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nini maana yake? Msingi mkubwa wa Mungu anataka sisi tuweze kuwa waombaji, tuweze kuomba kwa ajili ya kila kitu ambacho sisi tunakiona katika mazingira yetu, kifamilia, kwenye huduma, kwenye mataifa yetu, kwenye nchi zetu, kwenye kijiji chetu. Anataka tuombe, na sivyo ambavyo tunapaswa kuenenda vinginevyo. Zaidi sana ni kuomba. Kuomba ndio jambo la msingi sana. Kuomba ni jambo la msingi sana, liwe namba moja katika maisha yako yote ya kiroho, maisha yako yote ya utumishi, ya wito ulioitiwa. Maana maombi ndiyo yanatangulia. Unaona kwamba anasema wito unakuja, lakini anasema tuombe. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Watu wengi sana wamesahau kipengele hichi na wameingia kwenye mambo ya kimwili zaidi. Wametoka nje ya andiko, wameenda nje ya kimwili kabisa. Na wengine mko chuo mmesoma, na wengine wamepitia shule mbalimbali, na wengine hata mkwenda, lakini na wengine mmekataa kusikiliza chuo cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana, anayezungumza kwa habari ya kuomba. Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana kila kutafuta, kila kuomba na kutafuta na kubisha, maana yake ni vitu ambavyo neno la mwisho linasema kubisha. Maana yake kubisha, huwezi kwenda kwenye nyumba ya mtu, huwezi kwenda kwenye nyumba ya mtu ukachukua tu nyumba ukaanza kuipiga na kuivunja. Hapana, huwezi kuvunja mlango ili uje kwenye nyumba ya mtu. Lazima ugonge ule mlango ili uweze kuingia kwenye ile nyumba. Na hicho ndio kitu cha msingi sana ambacho tunaweza kukifanya kama Yesu anachokisema. Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, bisheni, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Unaona andiko la mwisho nalo katika kubisha, maana yake linahitaji si uwezo wetu, linahitaji kuomba tu alafu tufunguliwe. Ina maana kazi yetu ni kuomba na kufunguliwa. Hili ni andiko lenye msingi sana. Kama watu tulioitwa kiroho, kama watu tulioitwa na Mungu, kama kiini ambacho kinapaswa kusababisha uhai ndani ya mti. Unajua kiini kilicho katikati ya mti kikiharibika kinakufa na mti mzima unakufa. Ndivyo ilivyo sisi makuhani ama wachungaji ama watumishi wa Mungu mlioitwa kwa wito mkuu kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya kuhudumia watu wengine. Nazungumza na watumishi, iwe wa dini gani, wa dini gani. Nazungumza na mtu kiongozi anayejiita kiongozi wa dini majira haya. Msingi mkuu ni wa kuomba, na msingi mkuu ni wa kuomba mbele za Mungu ili kuepusha majaribu, kuepusha tabu, kuepusha vita, kuepusha migogoro. Ni kuomba. Njia kubwa Yesu anasema ni kuomba. Maombi ni jambo la rohoni, si jambo la mwilini, si jambo la vita vya kimwili, sio jambo la vita vya mapanga, sio vita vya maneno, sio vita vya bunduki. Hapana, maombi ni silaha inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Mimi nimekuja nikukumbushe tu, Roho Mtakatifu anachemka na kuniambia wakumbushe watu neno hili. Wamesahau msingi ambao unapaswa watembee nao. Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, bisheni, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nimekuja nikukumbushe wewe mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekupaka mafuta. Mungu amekupaka mafuta ili usimame kwa ajili ya kutangaza siri za ufalme wake. Mungu anahitaji cha kwanza kuwa mtu wa maombi, na watu wengi mmesahau maombi leo.
Sasa hivi mnaenda kwa mwili tu, mnaenda tu kimwili sana, na wakati mwingine mnaingia kwenye madhara, wakati mwingine mnaingia kwenye hatari, wakati mwingine mnaingia kwenye sukosuko. Unaona kuna vita fulani inaendelea. Hautakiwi kupigana vita vya maneno, bali piga magoti ili uonekane ni mtu uliokomaa mbele za Mungu, uliyekomaa na uchaji wa kimungu ndani mwako. Piga magoti katika chumba chako cha siri. Daniel, Shadraka na kina Meshaki na kina Abednego hawakuwa na maneno ya wazi, hawakuwa na vurugu, bali walipiga magoti, wakamlilia Mungu wao, wakamlilia Mungu wa mbinguni ili aweze kufungua milango ya uhai wao, waweze kufungua milango ya amani yao, waweze kufungua milango ya mafanikio yao, waweze kufungua milango ya kubarikiwa kwao na taifa lao. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa hivi Shetani ni kama vile amerusha wimbi ambalo limewafunika hata watumishi wa Mungu, hawaoni tena. Nimekuja nikukumbushe, Roho Mtakatifu anataka kukumbusha. Ninakuonyesha tu kwamba katika Mathayo 7:7 Biblia inasema wazi, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Tuachane na hapo, hebu tuende mbele. Kwa nini leo tunapigana vita vya mwilini? Mpaka watumishi wa Mungu tunapigana vita vya kimwili, vita vya mwilini, ngumi na maneno na vurugu kibao, na kujiita manabii mliotumwa kuonya na kufanya kadhalika. Ukijua agano lilopo sasa hivi na sheria ya Mungu iliyopo sasa hivi, uweze ukafanya vitu vya kitoto vya namna ile. Utafanya vitu kama mtu mwenye hekima ya kimungu, hekima ya kimbinguni ya Roho Mtakatifu. Maana msingi wako wa kiroho ni maombi, na Biblia imeweka wazi. Paulo amesema mara nyingi sana kwa habari ya kuomba. Ninazungumza na mtu ulioko katika taifa lolote ulimwenguni duniani. Nazungumza na watumishi wa Mungu mliopakwa mafuta, ambaye ni kama kiini ndani ya mti. Kumbuka, kiini ndani ya mti kinasababisha uzima mahali pote pale kilipo. Na wewe mtumishi wa Mungu, mahali popote ulipo, unasababisha uhai wa eneo lako, unasababisha uhai wa jamii yako, unasababisha uhai wa taifa na kabila zako na eneo, unasababisha uhai pia. Kwa hivyo tambua, kiini ndani ya mti ni uhai. Mchungaji na kanisa ni moyo mahali ulipowekwa. Lazima utumie kanuni za kimungu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ruhusu akufundishe ndani yako. Nazungumza hapa mbele yako, nimekuwa na elimu 2 katika ufalme wa giza. Nimetoka kule, Mungu aliniita nikiwa mganga kienyeji, akaniita kule. Nilipoanza nilivikwa roho ya kipepo, nikaanza kutumikia ule ufalme. Huwezi kupandisha pepo bila kuwa na pepo, na huwezi kuongozwa na Mungu pasipo Roho wake Mtakatifu na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haiwezekani, haiwezekani. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu hawezi kuwa na mambo ya kubabaisha. Lazima atajua msingi wake wa kimungu. Namba 1, usikia wito. Namba 2, lazima asikie msingi wa kuamua mambo kwa kupiga magoti na kuomba. Biblia inasema wazi, Paulo alipotaka kumwambia mwanae Timotheo, anamwandikia katika Timotheo Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari kuanzia wa kwanza na ule wa 2 nitasoma. Biblia inasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Asemi kwa ajili ya mtu mmoja, asemi kwa ajili ya jambo fulani hivi, anasema kwa ajili ya watu wote. Na kama ni kwa ajili ya watu wote, ni kwa ajili ya kila kitu inahitajika maombi. Watu wengi sana tumesahau msingi wa maombi. Watumishi wa Mungu mmesahau msingi wa maombi. Mmesahau msingi wa maombi na kuwa na mchemko na miemko, na wakati huo huo mnaendelea kuharibikiwa na kupoteza mwelekeo wa kiroho. Nataka nikwambie, wakati huu mahali popote ulipo, upo katika ulimwengu wote ulioketi, umesahau msingi wa maombi. Maombi ndio kila kitu. Maombi ndio sababisho la athari za Shetani. Kumbuka, kila chanzo cha matatizo kinatoka kwa yule mwovu. Leo hii watu wengi mnaona matatizo kwa mwili, hamuoni katika hali ya kiroho. Mnaona mambo ya mwilini tu, hamuoni kama Shetani anaweza kuingia na kuleta mambo. Saizi mnaona ni mtu, ni watu, ni watu, ni watu, ni watu. Na kila tukio, ukisoma hata Biblia, lazima utaona Shetani. Biblia, Shetani ndio anazungumziwa. Shetani ndio aingizaye roho za uharibifu. Sasa hivi watumishi wengi tumeharibikiwa, tumepoteza mwelekeo wa kuomba. Tumekuwa ni watu wa midomo ya wazi tu, kuzungumza, kusema ovyo, lakini tumekosa uwepo wa kupiga magoti chini. Mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, umeitwa katika dini yako yoyote, umeitwa mahali popote, msingi wako wa kwanza kama kuhani, kama mtumishi, kama kiongozi wa kidini, msingi wako wa kwanza ni kupiga magoti na kuuliza
kuuliza kupata hekima ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila jambo. Kwa sababu gani? Watu tumepoteza msingi. Paulo anasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala na shukurani na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu wote, sio kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya watu wote. Sababu watu wote wanaweza kuvamiwa na roho ya adui. Watu wote wanaweza kuvamiwa, hata wewe mwenyewe unaweza ukavamiwa. Ndio maana unatakiwa kuwa mtu wa maombi. Ndio maana unatakiwa kujitathmini katika roho. Kujitathmini, je, ninaomba? Na kama ninaomba, je, nasikiliza sauti ya Mungu? Namsikiliza Roho Mtakatifu ama nasikiliza kitu gani? Watu wengi wamemkataa Roho Mtakatifu, wamemkataa Mungu, na leo wameanza kufanya vitu visivyofaa. Kelele ni nyingi sana. Watu wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Nimekuja nikukumbushe, msingi wako ni magoti. Msingi wako ni kumlilia Mungu, sio kinywa chako kuwa wazi na sauti kubwa ya maneno. Ni vita ya kimwili. Mmesahau msingi wa roho. Paulo anasema katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 anasema, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na uvumilivu. Mstari wa 2 Paulo anazidi kuelezea, anasema ni maombi kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme wote na wote wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na utulivu. Haya ni mambo ya msingi sana. Leo ninazungumza na wewe kwa, nazungumza na wewe kiongozi wa dini, nazungumza na wewe mtu ambaye unasimamia kuongoza kanuni za kimungu, nazungumza na wewe ambaye unachunga watu, nazungumza na wewe ambaye umepewa mamlaka katika uso wa dunia, nazungumza na wewe ambaye umepewa mamlaka juu ya uso wa dunia. Piga magoti na kumlilia Mungu. Usiwe na wazi wa mdomo na kupiga makelele ya mdomo, uwe na wazi wa kupiga goti mbele za Mungu. Paulo anasema nataka dua na sala na maombezi. Paulo anataka maombezi kwa watu wote, maombezi kwa vitu vyote, maombezi kwa vijiji, maombezi kwa taifa, maombezi kwa kila mtu, maombezi kwa wenye mamlaka, maombezi kwa wafalme na kwa watu wote. Hajasema kwa ajili ya kitu fulani, labda hichi ndio kinahitaji kuzungumza. Hapana. Umesahau msingi, mtumishi wa Mungu, umesahau kanuni ya kimungu. Nimekuja nikukumbushe. Roho asema na wewe sahihi. Wengine mtasema inawezekana ni umepotea. Nataka nikuambie Roho wa Mungu asema. Daniel alipiga magoti, Shadrach alipiga magoti, mtumishi wa Mungu alipiga magoti, mara nyingi alipiga magoti. Elia alipiga magoti mbele za Mungu, akwenda mbele za manabii wa Baali kupigana ngumi. Baada alimuita Mungu wa mbinguni, ndipo akasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ushuke. Tunaona ilikuwa ni maombi. Andiko linaweka wazi, mtu wa Mungu. Watu wengi tumepoteza msingi na kuharibu. Sisi kama watumishi wa Mungu, wewe uliye mtumishi wa Mungu ambaye umesimama sasa, unaharibu pale mahali ulipo, unaharibu huduma yako, unaharibu wito wa kimungu aliweka ndani mwako kwa ajili ya kuwa na sauti isiyofaa. Umesahau kusudi la Mungu. Paulo anamkumbusha Timotheo asiende mbele za watu kwa ajili ya masauti na makelele, bali apige magoti tu na aanze kuomba. Mara nyingi Paulo anasema, nami wakati wote nawaombea nipate kibali. Kibali kinapatikana kwa maombi. Kibali kinapatikana kwa maombi, sio kwa hila. Tuamke, tukumbuke shetani ni roho, naye amesimama ili kuendelea kuchafua mioyo yetu, kuchafua huduma zetu. Mtumishi, nimekuja nikukumbushe wewe ambao unanisikiliza saa hizi, unanifuata saa hii, umepoteza msingi. Msingi wako ni maombi. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Paulo anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Watu wote. Wewe mwenyewe unahitaji kuombewa na watu wote duniani. Anasema mstari wa 2, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Ili kwa nini? Anasema wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustaivu. Bila maombi hakuna ustaivu. Unahitaji kuomba, mtu wa Mungu. Maombi ndiye silaha yako. Umesahau? Ngoja nikulete katika kitabu cha Waefeso. Twende katika Waefeso nikakukumbushe neno. Paulo amelizungumza tena kwa kanisa la Efeso. Amezungumza kwa Efeso sura ya 6 mstari kuanzia wa 10. Anatuambia jambo moja Paulo. Mstari kuanzia wa 10 Paulo anasema hivi:
hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Paulo anasema katika Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10, anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hata kama kuna jambo aliendi sawa kwenye maisha yako, hata kama kuna jambo aliendi vizuri nyumbani kwako, hata kama kuna jambo aliendi vizuri kwenye kijiji chako, kwenye kijiji, kwenye mkoa wako, kwenye taifa lako, kwenye nchi yako, inahitaji jambo hili: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Kuwa hodari katika Bwana, kuwa hodari katika Bwana, sio katika hali fulani ya vita vya maneno na mwili. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Katika nini? Anasema mstari wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mvae silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila za shetani. Silaha zipi Mungu anatuambia? Paulo anatueleza silaha gani? Mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaona Paulo anaeleza zaidi mstari ule wa 12. Wa 11 ametuambia tuvae silaha zote za Mungu ili tupate kuzipinga ila za shetani. Ila za shetani kule ametoka ametuambia, katika Mathayo ametuambia, Yesu anatuambia tuombe tutapewa, tutafute tutaona, tubishe tutafunguliwa. Lakini anakuja kutuambia tena hapa katika ametuambia tena kwa Timotheo. Ametuambia katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2, amesema kabla ya mambo yote anataka, Paulo anatuambia Mungu anachokitaka. Kumbuka Paulo ni mtume aliyepewa uwepo mkubwa, mamlaka kubwa sana ya kimungu. Anasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala zifanyike kwa ajili na, anasema nataka dua na sala na shukurani na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote, ili watu wapate kuishi maisha ya utulivu na utauwa na ustaivu. Lakini anasema mstari wa 2 anatuuliza wazi, anasema kwamba jambo la msingi kwa ajili ya wafalme na watu wote, kwa ajili ya wafalme na watu wote wanatakiwa maombi. Maombi ndiyo silaha kubwa. Maombi ndiyo silaha inaweza kuyaisha kila kitu, kila vita. Maombi ni silaha nzito kuliko silaha ya nyuklia. Maombi ni silaha kubwa na kubwa yenye nguvu na uimara kuliko kitu chote. Sasa mtumishi wa Mungu, ukisahau maombi, ukipuuza maombi, ukaanza kutumia vita vya kimwili. Haya, Paulo ametukumbusha tena kwa kitabu cha Waefeso 12, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Si vita vya mapanga, sio vita vya bunduki, sio vita vya midomo, sio vita vya kutukikushana maneno. Ni vita gani? Anasema ni vita vilivyo juu ya wakuu wa giza hili. Kumbuka ni wakuu wa giza. Wakuu wa giza wako katika maumbile ya kiroho. Nakuja nikukumbushe, upo hapo umesoma na theolojia, upo hapo umesoma Biblia mara nyingi, na umejazwa na Roho Mtakatifu. Ile sura ya 8 Paulo akiwa kule Samaria anaelezaje? Anasema Filipo mchawi alikuwa pale, lakini Filipo akamhubiri Kristo. Simoni naye akaamini neno aliyokuwa analihubiri Filipo. Kuna mahali fulani nilishaenda, sipataji leo. Kuna mahali nilishaenda nikahubiri. Nilipohubiri kumaliza pale kuhubiri, mtu mmoja pale mtaani akanifuata akaniambia, baba mchungaji, ninakushukuru leo nimesikia injili ya Kristo ndani ya maisha yangu. Mara nyingi wanakuja kuhubiri hapa, nasikia tu wanatukana dini za wengine, lakini hawamhubiri Kristo anawe kama nilivyomsikia leo moyoni mwangu. Ninaomba uniombee na mimi nimuishie Mungu zaidi, nizidi kumfuata. Unaona kitu kama hicho? Mara nyingi wewe mtumishi wa Mungu unafanya makosa makubwa, unafanya makosa makubwa. Badala ya kupiga magoti na kuomba, umeanza kuwa msengenyaji, umeanza kuwa mbea, umeanza kuwa kiroporopo. Ndio shida kubwa ambayo Roho Mtakatifu anakuja nikukumbushe kwamba umekuwa kiroporopo. Sio tena mtu wa kuomba, sio mtu tena wa magoti, ni mtu sasa hivi unaokimbizana njia, unakimbizana na mitandao, unakimbizana na mambo mbalimbali. Haukimbizani na kanuni za kiroho, unakimbizana na mambo ya maarifa yanavyoendelea. Mstari 13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda
muweze kupata kushindana siku za uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Paulo anasema kipengele hichi cha kusimama kwamba kwa sababu hapo mstari wa 12 kutuonyesha vita. Anasema kwa sababu hiyo sasa twaeni silaha zote za kimungu. Anasema tuchukue silaha zote za kimungu. Silaha za kimungu ni silaha ya maombi, imani, usafi wa roho, usafi wa mwili, usafi wa kutunza hasira. Sasa ukiwa na hasira Mungu atakaa wapi? Biblia inasema hasira inakaa kifuani mwa mpumbavu. Hasira inakaa kifuani mwa mpumbavu. Mungu hawezi kukaa mahali penye hasira. Mungu hawezi kutumika na mtu mwenye hasira ovyo ovyo. Sasa kwa maana Mungu anatumika na mtu mwenye akili na hekima. Sikiliza, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani mwenu. Paulo anasema wasimame wakiwa wamejifunga kweli. Lazima tuwe wa kweli katika kweli ya kimungu. Tuondoke kwenye zile zama tuliokoka vizuri, tukawa wa kiroho vizuri, lakini tumekuja kuwa kama mzabibu mwitu. Tumekuja kugeuka kama mzabibu mwitu, tunabadilika. Tumeondoka kwenye njia zetu. Sasa hivi tunaanza kutumikia wajibu wetu kwa mambo ya kimwili. Paulo aliwaonya sana Wagalatia, anasema enyi Wagalatia msio na akili, nani aliyowaloga? Badala ya kuanza mambo yenu kwa roho, mnaanza kukamilisha mambo yenu kwa mwili. Mnaanza kukamilisha mambo yenu kwa mwili. Ukisoma ile Wagalatia 3, Paulo anawaonya, anasema enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyowaloga? Badala ya kukamilisha mambo yenu kuanza kwa roho, anasema mlianza kwa roho na mlipaswa kukamilisha mambo yenu kwa roho. Badala ya kukamilisha mambo yenu kwa roho, mnaanza kuyakamilisha kwa mambo ya kimwili. Ninazungumza na wewe mtu mmoja uko hapo ambaye ni mtumishi wa Mungu, umeitwa, umepakwa mafuta. Roho wa Mungu azungumza na wewe. Neno hili ni kwa ajili yako. Utakapopata ujumbe huu utasema huyu anaongea nini? Lakini ujumbe huu ni kwa ajili yako na Roho wa Mungu anazungumza na wewe sahihi. Mahali popote uliopo ulimwenguni, iwe kwa lugha ya kwenu, iwe kwa lugha ya kwako. Najua Mungu ni mwaminifu. Wengine mna translate na kuweza kusikiliza. Nazungumza na wewe mtumishi wa Mungu. Roho wa Mungu akaninua. Nikiwa nimepiga magoti na muita, akaniambia zungumza na ulimwengu huu leo. Watu wameniacha mimi na wameanza kupambanua maarifa yao na hekima zao wenyewe walizoziingiza kwenye ufahamu wao. Paulo anasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu na kuvaa dirii ya haki. Anasema tuvae ukweli, kujifungia ukweli kama mkanda wa ukweli, kisha dirii ya haki. Tuwe wenye haki. Yaani haki gani inayotakiwa? Ukisoma katika Warumi sura ya 1 mstari ule wa 17, Paulo anasema hivi, haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake mwenyewe Mungu. Haki ya Mungu imedhihirishwa ndani ya Mungu. Sio kujitafutia haki sisi wenyewe binafsi. Tafuta haki ndani ya Mungu. Maana yake ni nini? Piga magoti, tafuta haki ya Mungu iamue. Unapoona mambo yaendi sawa, piga magoti, omba haki ya Mungu iamue. Paulo ameshaeleza hapa, haijalishi ni jambo gani, haijalishi ni askofu wako, haijalishi ni mshirika wako anapitia mambo magumu na amekukwaza, piga magoti, omba mbele za Mungu. Haijalishi ni kwenye taifa, haijalishi ni kwenye kijiji chako, piga magoti mbele za Mungu, omba. Paulo anatukumbusha tujifungie kweli na kutafuta kuvaa dirii ya haki. Tutafute haki, tuwe wenye haki, haki itokanayo na Kristo. Pale amesema tuzidi kuwa hodari, mstari wa 10, tumezidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake. Kwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake, si kutegemea nguvu zetu, kutegemea maneno yetu, ni kutegemea kupiga magoti, kupeleka maneno yetu mbele za Mungu mtakatifu anaishi milele. Nazungumza na mtu mmoja ambaye unanisikia sahihi. Mahali popote ulipo, ninajua umeitwa kwenye wito wa kichungaji, umeitwa kama mtumishi, umeitwa kama msimamizi wa kidini unayesimamia sheria za kidini, kuwaongoza watu katika njia ya kumwishia Mungu ama kumjua Mungu. Ndiye nazungumza na wewe sahihi. Mstari wa 15 katika Biblia yangu ya Efeso sura ya 6, inasema na kufungiwa miguu tayari tuupatao kwa injili ya amani. Upatao kwa injili ya amani. Ulisikia injili ya amani, ndio maana uliokoka pia. Kwa hiyo sasa, bila maombi watu hawawezi kupokea uwepo wote, watu hawawezi kufunguliwa. Bila maombi watu hawawezi kupokea habari njema inavyostahili, kwa sababu kwa kukufuru kwako, kwa kufanya vitu vya ovyo ovyo, watu wanazidi kukufuru wokovu wako, wanazidi kukufuru Mungu wako, wanazidi kukufuru hata ile imani yako. Sikiliza nikwambie, mstari wa 16, zaidi ya yote twaeni ngao ya imani,
ambayo kwa hiyo tunaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Hapa ngao ya imani, lazima tuwe na imani ya kupiga magoti na kuomba. Sikiliza, ni tendo la imani. Imani ni jambo lenye nguvu katika ulimwengu wa roho, sio jambo la mazungumzo na manunguniko na lawama. I don't know. Hapana. Nazungumza na wewe, asema Roho wa Mungu, asema na wewe Roho wa Mungu, ni kupiga magoti na kumlilia Mungu na kumuita yeye. Ndio maana nasema kujifungia ngao ya imani. Ngao ilikuwa ni chombo kinachozuia mishale isimpige mtu, kumwingilia wala kumchoma wala kumuumiza. Ukiwa na imani thabiti, hautapenya mishale ya moto ya mwovu kwenye maisha yako, wala kwenye taifa lako, wala kwenye kijiji chako, wala kwenye nyumba yako, wala kwa ndoa yako, kwa watoto wako. Nazungumza na mtumishi wa Mungu, fundisha watu waijue kweli hii. Watu wengi wamepotea, wamerudi mwilini, wameacha njia ya Mungu na mapenzi ya Mungu, wamerudi mwilini. Roho wa Mungu asema, geuka leo, yafanye mapenzi ya Mungu mahali popote ulipo ulimwenguni. Naponisikia Roho Bwana anasema na wewe. Paulo anasema mstari wa 16, zaidi ya hayo twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale ya moto ya ule mwovu. Mishale tunayoshindana nayo ni ya mwovu. Vita katika mataifa, katika vijiji, katika familia zinaanza kutokana mambo ya kiroho. Usije ukamlaumu mtu hata mmoja. Wewe mtumishi wa Mungu ambaye umesimama kinyume, geuka, utubu hiyo dhambi na upige magoti, umwambie Mungu, nimeacha kweli ya maombi, nimeacha haki yako, nimeanza kujitwalia haki mikononi, nimeanza kutembea na haki yangu mikononi, na kwa haki yangu mwenyewe na kwa haki yako mwenyewe utajipatia hukumu siku ya mwisho. Ili nikwambie, geuka mtu wa Mungu. Roho Bwana anasema na wewe mtu wa Mungu, nayejiita mtumishi wa Mungu, nayejiita unasimamia taasisi za kidini, geuka tena, ipokeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho Mtakatifu, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu liwe ndani mwako. Watu tumeliacha neno, tumesahau msingi wa Mungu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, Biblia inasema ndipo Mungu atasamehe dhambi yao, ataisamehe na nchi yao, ataiponya na nchi yao, ataisamehe dhambi yao, ataiponya na nchi yao. Anasema masikio yangu yatafumbuka na kusikia maombi ya watu waombapo mahali pale, na macho yangu yatafumbuka niweze kuiangalia nyumba ile waombapo usiku na mchana. Wewe mtumishi wa Mungu, nimekuja kuzungumza na wewe ulioitwa na umesema umesikia wito, na sasa unasimama kwa ajili ya wito mkuu wa kutumika. Kumbuka, ninarudia tena, wewe ni moyo ndani ya mti, ni moyo ndani ya mti, ni kiini ndani ya mti. Mahali popote ulipo, usiwe chanzo cha kuharibu amani ya mahali hapo, usiwe chanzo cha kuharibu utulivu wa mahali hapo. Wewe Mungu amekuita kama kiini ndani ya mti, kiini ndani ya mti, ili kisababishe uhai, kisababishe uzima, kilete baraka mahali pale. Wewe umewekwa kama mbegu, kiini ndani ya mti, kinachoweza kufanya mti mzima ukazidi kustawi na matawi yakazidi kustawi. Wewe mtumishi wa Mungu, masaka ya ndaribo, Roho Mungu anasema na wewe, geuka, piga magoti, mwaga machozi mbele za Bwana. Ndivyo alivyofanya Daudi, ndivyo alivyofanya mitume waliotangulia, ndivyo alivyofanya kina Elia, ndivyo alifanya kina Elisha, ndivyo alifanya kina Elia, ndivyo alifanya kina Paulo, ndivyo alifanya Yesu. Alipofika Getsemani, alipiga magoti akalia, kasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Yesu alisema kesheni muombe. Alijua ya kwamba yapo majaribu, na hayo majaribu ili kuyashinda, nguvu zake sio za mwili, nguvu zake ni za kupiga magoti. Biblia inasema ari yake kacheuka, na jasho kama na matone ya damu yakidondoka, jasho kama damu zikidondoka,
haraka, kwa sababu alijua majaribu yaliyoko mbele. Ewe mtumishi wa Mungu, nimekuja kwako. Yawezekana na PhD, una masters yako bila maombi, bila kujua msingi ni maombi, huwezi kushinda vita vya kimwili, huwezi kushinda vita vya kiroho, huwezi kushinda vita na kuleta uzuri mahali ulipo, na kuleta amani mahali ulipo, na kuleta uzuri kwenye huduma, na kuleta uzuri kwenye kijiji, na kuleta uzuri kwenye mkoa, na kuleta uzuri mahali popote ulipo duniani. Nisikilize nikwambie, Roho Bwana asema na mtu mmoja. Sema na wewe mama, sema na wewe baba ambaye umeitika katika wito mkuu. Ewe askofu, ewe nabii, ewe mtume, ewe mwinjilisti, ewe mtu wa Mungu, ewe mtu wa dini ambaye unasimama kuiongoza dini. Sikiliza nikwambie, msingi ni maombi. Paulo anasema katika kitabu hichi cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili, anasema anataka dua, sala na shukrani na maombezi kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote, ili waishi kwa amani, uishi kwa utulivu na kwa utauwa, uishi kwa utaifu. Hilo ndio neno la Mungu. Roho Mtakatifu asema na wewe, jeuka katika njia zako, jeuka wewe mtumishi wa Mungu. Mungu anasema na wewe. Watu wengi katika mataifa wameacha kumlilia Mungu na wanajiita ni watumishi wa Mungu, meacha kumtafuta Mungu. Sasa ni tarumbeta, sasa imekuwa ni tarumbeta, ukijua kwamba umeingizwa katika agano jipya, agano la kiroho zaidi, agano la Roho Mtakatifu zaidi, agano la kiroho zaidi, kupigana vita vya kiroho zaidi, sio vita vya mwilini. Lazima utambue mambo haya ya kiroho. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Jana naenda kwa kazi za elimu mara zote katika lile kitabu cha, ukisoma kitabu kile cha Luka sura ya 18, Biblia inasema palikuwepo na mtu mmoja mjane, mama mmoja, naye alikuwa anapata shida na adui yake, anataka haki yake, na palikuwa na hakimu mmoja ambaye alikuwa hamchi Mungu. Biblia inasema, lakini siku moja Biblia yangu inaniambia kwamba ndipo yule mama mjane alimwendea yule kazi mara nyingi, alimwendea yule hakimu mara nyingi, akimwambia nipatie haki yangu na mstaki wangu, nipatie haki yangu na mstaki wangu. Siku moja Biblia inasema yule kazi akasema, hata kama simchi Mungu, simhofu Mungu, lakini leo ninajeuka, ninaomba. Na akasema ninampa haki yake huyu mama mjane. Ili nikwambie mtumishi wa Mungu, maombi yako ni silaha mbele za mahali ulipo. Maombi ni silaha mbele za Mungu. Maombi ni silaha kwenye maisha yako. Maombi ni silaha kwa huduma yako. Maombi ni silaha kwenye taifa lako. Maombi ni silaha katika mji wako. Sikiliza Biblia inavyosema katika kitabu hiki cha Zaburi. Hebu nikuonyeshe katika Zaburi. Hata zamani katika Zaburi Daudi anasema pia alimtumaini Mungu, naye akasema maneno yake katika Zaburi ya 127. Zaburi ya 127 Biblia inasema namna hii. Nataka tusikilize maneno ya Mungu na ule mstari wa kwanza. Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye alindaye atosha bure. Kazi yenu ni bure. Mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa usingizi yeye humpa mpenzi wake usingizi. Sikiliza nikwambie, ukikubali wewe ni mpenzi wa Mungu na kugeuka na kuyafanya mapenzi ya Mungu, kama ilavyosema sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Omba mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanashuka. Shida ni sisi tumepoteza mwelekeo. Nazungumza na mtumishi, umepoteza mwelekeo. Umepoteza mwelekeo wa maombi. Umepoteza mwelekeo wa maombi. Sasa hivi umekuwa ni mtu tu wa maneno, umekuwa mtu wa vurugu, umekuwa mtu hauna tena uwepo, hauna tena suluhu ndani yako ya kimungu, bali umekuwa ni mtu wa vita tena, umeungana na upande wa giza tena. Nataka niseme na wewe ambaye unasikiza saa hizi, geuka na uanze kumuita Mungu. Mwangalie Mungu mtakatifu. Nimekukumbusha Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa, lakini akawaambia wanafunzi wake kesheni muombe, sije mkaingia majaribuni. Kwa nini wakeshe waombe? Maana wanahitaji tuombe magoti. Biblia inasema Yesu alipofika bustani ya Getsemani akapiga magoti. Daudi anatuambia katika Zaburi ya 127 na mstari wa kwanza anasema, Bwana asipoijenga nyumba, wajengao hufanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye alindaye akesha bure. Huo mstari mmoja watosha sana kuelewa. Bwana asipojenga mji, Bwana asipolinda mji,
Wale wanaolinda wamelinda na bunduki, wamelinda na nini, wanafanya kazi bure. Wewe mtumishi wa Mungu kuitwa kushika bunduki, ukuitwa kuwa mtu wa maneno, ukuitwa kuwa mtu wa kuropoka ropoka. Uliitwa uwe mtu wa kiroho, kutumia mamlaka ya kiroho, maombi, kupiga magoti na kulia. Machozi yako ni ya muhimu sana. Biblia ndio maana inasema tuwapate wapi wa mama waombolezaji watakaoomboleza mpaka kope zetu zikatiririsha machozi maji. Tuwapate wapi waombolezaji? Leo waombolezaji hakuna, tumekuwa na waropokaji. Waombolezaji hakuna, tumekuwa na watu wa kulalamika. Waombolezaji hakuna, tumekuwa na watu ambao wamebeba lawama na mashutumu tu, lakini wamesahau msingi wa giza unatenda kazi kwa namna gani. Nimekuja nikukumbushe msingi wa giza. Roho Mtakatifu asema unafanya giza katika ulimwengu wa roho. Mimi nimekuwa chief mganga kienyeji, na chifu wangu aliponifundisha na kubeba msingi ule wa kwanza, nilivaliwa na roho chafu anaitwa mapepo. Mapepo aliniongoza kufanya vitu vingi vibaya, lakini alipomwamini Kristo kwa kusikia Injili kupitia mchungaji, hivyo nilipata Roho Mtakatifu. Na ndio maana nimekuja nikuambie, kama ni mtu wa Mungu kweli na sauti ya Mungu ndani mwako, vita vyote vinavyoendelea katika maisha yako ni vita vya shetani. Viepuke na umgeukie Mungu, umtafute Mungu aliye roho na kweli, maana yeye mwenyewe anasema waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Wanasema Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu anasema, Yesu anasema katika kitabu cha Yohana 4:24, anasema waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli, maana Mungu ni roho. Sasa mambo yetu ya vita, tunapigana vita vya kiroho. Unaposema Mungu anapigania, anachanipigania, atatuokoa, sio hivyo wewe ukajipiganie. Ndio maana Bwana alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanyamaze kimya nami nitawapigania. Wanyamaze kimya, nitawapigania nami nitawapigania. Wasiogope, wazidi kusonga mbele na watauona wokovu nitakaowafanyia kesho. Musa hakwenda kupigana vita na jeshi la Farao. Musa hakwenda kupigana vita na jeshi la adui, bali alisonga mbele kwa mamlaka ya kimungu iliyokuwa ndani mwake. Nimekuja nikukumbusha, Roho Mtakatifu aniambia, Roho Bwana anasema na wewe mtu wa Mungu, wewe uliokuwa sasa hivi unanisikia, mahali popote uliopo duniani, watumishi tumegeuka, tumeacha njia ya kweli, tumeacha kusimamia haki ya Mungu. Sikiliza nikwambie, sio haki yako inayoamua mambo, ni haki ya Kristo inayoamua mambo. Ni haki ya Kristo, ni haki ya Mungu inayodhihirishwa ndani yake Mungu mwenyewe. Paulo anaenda Rumi, analiandikia kanisa la Rumi, anaandika waraka katika Warumi. Katika Warumi anaandika mstari ule wa 17 Warumi sura ya kwanza, anasema ni haki ya Mungu. Haki ya Mungu inadhihirishwa ndani ya Mungu. Ukiendelea kusoma anasema kutoka imani hata imani, maana imeandikwa mwenye haki ataishi kwa imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa hayo unayoyafanya ni mambo ya imani, hayo unayoyafanya leo ni mambo ya imani, mambo ya imani. Na maana ningekusikia unapiga magoti, unasema taifa walipiga magoti, tulie. Mataifa na lugha wapiga magoti, walie ili kuondoa kile kitu ambacho wanakiona ni kinyume. Unapoona mambo mabaya, je, unamlilia Mungu ama ni wakati wa kupigana vita vya mwilini? Horaba antariba saka. Jeuka umlilie Mungu. Nimekuja nikukumbushe, ombea taifa lako kwa upendo, ombea watumishi wako kwa upendo, ombea viongozi wako kwa upendo. Usiwe mtu wa mashutumu na lawama. Huwezi ukamwona Mungu kwenye maisha yako, bali utaendelea kuona maumivu, utaendelea kuona kuteswa na adui, maana shetani ni roho, naye ana ni mjanja wa kujua. Ndio maana Yesu alipokwenda nyikani siku 40 aligundua mbinu za shetani. Yeye hakuanza vita na shetani, bali alimwambia imeandikwa. Yesu alitegemea uwezo wa kimungu, maana yake anamuonyesha yale maandiko ni uwezo wa Mungu, sio ulikuwa uwezo wake kibinafsi, bali anamuonyesha imeandikwa. Imeandikwa, mtu ataishi tu kwa kula, bali ataishi kwa kila neno litakalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Imeandikwa. Yesu anaambia msujudie, nitakupa vitu vyote hivi nafari yote ya duniani. Anasema imeandikwa. Sujudie Bwana Mungu wako peke yake. Sikiliza nikuambie, ndugu msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, Roho Mtakatifu asema na wewe, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya wale ambao wamedili na kuendelea kuomba. Roho Mtakatifu, nilipokuwa natafakari sana, ujue mimi natafakari, ni mtu wa kutafakari. Nimetoka mahali pabaya sana, ndio maana nakuaga mtu wa kutafakari na kumsikiliza Mungu zaidi. Maombi yana nguvu kupita unavyozania. Maombi yana nguvu kwa sababu ni silaha. Maombi alishawahi kunipigania vitu vizito. Maombi alishanitetea kutoka mbali sana mpaka hapa ninapokuambia leo. Maombi, kama si maombi, ningelikuwa nimerudi kwenye uganga kienyeji, ningesharudi kwenda kutambika mizimu, ningesharudi kutumikia ufalme wa giza. Lakini maombi yana nguvu. Wakati nimepitia njaa, wakati nimepitia tabu ya manunguniko, wakati nimepitia mateso ya kusema vibaya, wakati nimedharauliwa, wakati yametokea mafarakano ya nyumba, wakati yametokea watoto wangu labda hawajanielewa, wakati fulani
nahitaji chakula, sina chakula. Wakati wote huo Mungu sikumwacha, nilikuwa ni mtu wa maombi. Hakuna siku mbaya zaidi ninaanza kuitafakari. Siku ya kwanza nilipompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nimerudi kuomba siku 3 kavu mlimani, ndipo mtoto wangu akaungua moto. Ningekuwa mtu wa mwilini ningesema, wewe Mungu uko wapi sasa? Mbona nimetoka kuomba mlimani siku 3 na mtoto wangu ameungua moto? Lakini nilijua mambo haya ni ya rohoni. Shetani anataka nirudi nyuma kiroho, niweze kupua, nishindwe kujua msingi wa Mungu. Nikamwambia Shetani, uniwezi. Ninajua imeandikwa, ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Na imeandikwa, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yote mtazidishiwa. Mpendwa msikilizaji wangu, Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Neno hili Roho Mtakatifu asema na wewe. Usiwe na shingo ngumu utakaposikia sauti hii. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Geuka na Mungu akupe neema ya kutosha. Mungu akupe uweza na mamlaka, uweze kutembea katika urejesho wa sehemu yako na ile sosi ya kuwa ndani mwako Mungu aliyokuitia. Mungu akukuita kuwa mtu wa maneno na mdomo. Mungu amekuita uwe mtu wa maombi. Sulula Mkristo, sulula mtumishi wa Mungu. Kazi yoyote aliyoitoa duniani ni kuomba. Ndio maana ukisoma katika Ezra sura ile ya 8 mstari wa 22 na kuendelea, unaona walipokuwa wanapita katika hali ya misukosuko, Biblia inasema Ezra akaamuru watu kufunga siku 3 katika mto Ahava. Wakafunga wakamlilia Bwana kwa ajili ya njia yao na kwa ajili ya taifa lao na kwa ajili ya mali zao. Sasa wewe ndugu msikilizaji wangu, je, uko wapi sasa? Msingi wako umeweka wapi? Msingi wako umeujenga kwa Kristo? Kama umejenga kwa Kristo, msingi wako ni maombi na msingi wako ni wa imani, maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Imani ndio kila kitu, maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani, maana imeandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Maana imani gani? Imani iliyopo katika Kristo. Maana wamwendeao Mungu lazima waamini yupo, na yeye kwamba wapatie watu sawabu, ndiye analeta sawabu. Lakini utakapoenda kwa kinywa chako, utakapoenda kwa maneno yako, utatengeneza matatizo. Hautaweza kutengeneza suluhu la maamuzi yoyote yale mahali popote. Lazima uwe mtu wa kuomba. Maombi yanayayusha, maombi yanavuruga mpango wa ibilisi Shetani. Nikudhihirishie maombi. Wakati naliokoka siku za kwanza, maombi alishaahirisha kesi kubwa sana kwenye maisha yangu. Kesi ambayo ilikuwa ni kesi ambayo ya ajabu mno, ambayo ilikuwa nimeokoka na mke wangu alipokuwa ametangulia katika wokovu, akaona kwamba labda mimi sifanyi tena zile kazi za uganga, fedha imekuwa ni ngumu, sifanyi tena kazi zangu za kuuza mabucha ya nguruwe. Hapana, nimesimamisha na sasa nimeamua kumwamini Yesu kama Bwana na umfuata sasa yeye. Siku moja ilifika nilikuwa nafanya tu vibarua, ni mkulima, na namshukuru baba yangu mzazi alinifundisha sana kulima, na nikawa mkulima wa vibarua, nalima mashamba nipate hela kukosa chakula nyumbani. Lakini wakati mmoja tunatilikiwa chumvi. Siku moja akasema ukatafute kazi ufanye. Nikamwambia sikiliza, nikienda kufanya kazi haraka au nikirudia kazi yangu ya micha nitaifanya kwenye mabana, nitaacha wokovu tena, sitakutumikia Mungu. Ndipo akaamua kumtafuta askofu wangu, akamwambia ni heri ndoa ivunjike. Sasa askofu nilimpenda na alikuwa na busara sana ya hekima. Akasema neno moja, mkiachana huyu ataoa na huyu ataolewa. Ukasema ndio. Akasema sawa. Askofu alisema neno moja tunalolikumbuka, na ni msingi ambao ninakufundisha na wewe. Mtumishi, achana na hii kitu ya kuniambia nimesoma Bible study, nimesoma Bible school. Soma Bible school, lakini Roho Mtakatifu ni Bible school namba 1. Hakuna Bible school, hakuna Bible study kuliko Roho Mtakatifu aliyotuokoa. Maana yeye ndiye aliyetuokoa na alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama Biblia inasema katika Efeso ya sura ya 1 mstari wa 4. Yeye alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Je, Bible study inaweza kuchagua mtu kutoka kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu? Lakini kumbuka kwanza, Roho Mtakatifu ndiye muumbaji. Ndiye muumbaji wa wokovu wako, ndiye muumbaji wa maisha yako. Kwa hivyo hebu pambanua mambo katika kiroho. Baba yangu askofu akaniambia, wanangu, naomba tunapoachana hapa tukamwombe Mungu juu ya jambo hili ili tuone yatakayotokea. Maana alitambua vitaiso ya kimwili, na angeendelea kuamua kimwili tungeachana. Lakini akasema twende tukaombe. Na tulivyoenda kumlilia Mungu, nilipiga magoti siku 3. Na yeye kule alienda kuomba. Sisi na mwenzangu naye aliomba kivyake, mimi sijui. Lakini kila mmoja alienda kuomba kivyake. Lakini nataka nikwambie, toka mwaka 2013 na leo ni mwaka 2025, haijawahi kusikika tena lile neno kwenye kinywa cha mke wangu ya kwamba tuachane. Sikiliza nikwambie, ipo nguvu katika maombi. Maombi yana nguvu ya kuhamisha milima. Maombi yana nguvu ya kuhamisha zoruba yoyote ile. Sasa mtumishi wa Mungu, Roho Mtakatifu amekuja kukumbusha, na nimetembea hivi kwa sababu Roho Mtakatifu amenipa hili nikwambie. Si shauri langu, ni shauri la Roho Mtakatifu. Sina mapenzi yangu, bali ni mapenzi ya Baba. Ni mapenzi ya Baba yatimie, kama alivyosema ombeni. Wanafunzi waliposema tufundishe jinsi ya kuomba, akasema ombeni hivi
Baba yetu wa mbinguni, uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe mbinguni. Na mimi nasema mapenzi ya Mungu yatimizwe mbinguni kwa ajili yako wewe mtumishi wa Mungu ambaye unanisikiliza sasa hivi. Inawezekana ni mtumishi mkongwe, inawezekana ni mtumishi mwenye madigrii na PhD. Sijakataa PhD zako, lakini msingi mkuu Roho Mtakatifu anakukumbusha. Kumbuka msingi wa kwanza wa kama mtumishi wa kimungu lazima iwe ni magoti kupiga chini, na wala si kuwa mtu wa mbio nyingi za vita vya kimwili. Anasema Paulo katika Efeso, anasema vita vyetu sio vya kimwili. Hapana, ni vita vya jinsi ya kiroho. Anataka tupigane vita vyetu kwa jinsi ya kiroho. Ikiwa watu wangu walitoka kwa jina langu wakikinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nami nitasikia, nitaisamehe dhambi yao, nitaiponya na nchi yao. Maana yake nini? Popote ulipo duniani, popote ulipo kwenye nchi yote, nazungumza na wewe mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu asema na wewe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante Baba kwa kuwa ni mwema. Neno lako Mungu nimelifikisha kama ulivyonipa. Baba, sijaongeza wala kupunguza. Wewe Mungu mwaminifu mtakatifu. Baba, ujumbe huu ukafike masikioni mwao, ukapenye ndani ya roho zao, ukajeuza ulimwengu Bwana. Ya masaida, ukajeuza ulimwengu. Ulikesema Yesu, kesheni muombe, sije mkaingia majaribuni. Ni wewe Mungu ambaye ulijua ya kwamba tusipoomba tutaingia majaribuni. Tusipoomba tutaingia kwenye vita ya kukosa upendo. Tutaingia kwenye vita na uhasama familia na familia, ndugu na ndugu, kwa sababu ya kukosa maombi. Baba, ulisema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya wasikilizaji wako. Mungu mwaminifu, watumishi wako, ni ujumbe kwa ajili ya watumishi wako wanaoishi katika taifa lote, mahali popote ulimwenguni duniani. Baba, ujumbe huu kafike kwa lugha zote. Naomba Baba, wenye uwezo wa kutafsiri kwa lugha zingine za kwao, Baba, wakatafsiri mahali popote, maana Bwana ni wewe umesema. Mungu wa rehema, ninakuomba ujumbe huu Mungu ukapate kibali kwa mataifa na lugha, ukabadilike kuwa kwa lugha mbalimbali zote duniani, kama lilivyo neno lako ulivyolituma duniani kwa lugha mbalimbali, kwa lugha zote duniani. Baba Mungu wa mbingu na nchi, Baba mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya siku ya leo ya Ijumaa ya tarehe 23 Bwana, mwezi wa 5 2025. Baba, uliyenituma niliseme neno hili, nami Baba nimekwenda kulisema masikioni mwa watoto wako. Warejee katika mahali pao pasiri, pa kusimama kama kiini katikati ya mti, kiini katikati ya mataifa na lugha, katikati ya jamii, katikati ya familia zao Baba, ili kuleta uzuri na amani katikati yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba na kushukuru, maana neema yako Bwana inatosha. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako la utangulizi ambalo Bwana umesema ombeni mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana kila aombaye atapewa, na kila atafutaye atapata, na kila abishaye atafunguliwa. Ilivyo wewe ni mwema, unaweza kuwafadhili watu wako na kuwapa mema wakati wote, kama ilivyokuwa yule mama mchawi ulimpatia haki yake, ndivyo ulivyofanya katika mataifa na lugha. Baba, ninakurejea wewe jioni ya leo, ninasi uwepo wako na nguvu zako zikazidi kutembea. Asante kwa ajili ya watoto wako wote wanaosikiliza majira haya, mahali popote walipo duniani. Ujumbe huu ukasambae dunia nzima kwa ajili ya watu wote duniani, ukawe kwa lugha zote na tafsiri zote, katika jina Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, naomba ukaligonge neno hili muhuri, likafanyike chapa kwa kila mmoja atakayelisikia, iwe maaskofu, iwe mitume, iwe manabii, wachungaji, wainjilisti, wawe waumini wa dini zote duniani, watumishi wote wa dini duniani, wakalisikie Bwana na likapita masikioni mwao, katika jina Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi, ninaomba na kushukuru. Amen.